Adrian, kwa nini kila siku uko busy na kazi kiasi hiki? Yaani haunipi muda kama mimi mkeo. Hata maongezi ya kawaida mimi na wewe hatuna. Sasa unataka mimi nifanye nini? Unajua tangu tumeoana sijawahi kuhisi kama nina mume. Wewe uko busy tu kila siku. Ni lini mimi nitakuwa nina muda na wewe? Lini nitaheshimiwa kama mke wako? Sitaki makelele. Naomba tuongee tukifika nyumbani. Hapana. Kwa nini kila siku baadaye? Kwa nini unisikilizi sasa? Si nimekupeleka out au bado unataka nini kingine? Mimi nahitaji upendo wako na sio kunipeleka out. Adrian, unafikiria ndoa ni out? Hujanioa mimi nije kuwa house girl wako. Nataka haki yangu kama mwanamke. Ni watu wa aina gani? Mnaendesha magari bila kujali maisha ya watu. Kwani ukoona kama anavuka upunguze mwendo? Umeumia? Hapana. Wewe simama wewe. Yaani hii ndio suluhisho lako, si ndio? Unafanya makosa, alafu unataka kuyafunika kwa kutumia pesa. Nisikilize wewe. Hatuna njaa na pesa zako. Alafu sisi sio maskini kama unavyodhani. Nilichohitaji ni ujali kama binadamu uliomkosea mtu. Hizo pesa zako haziwezi kununua utu wa mtu. Jifunze kuwa na heshima. Ulikuwa karibu kumgonga mdogo wangu, alafu unakuja na kiburi cha pesa. Sijui hata aliwezaje kukuvumilia wewe. Kukaa na wewe masaa yote ndani ya gari. Kwa sababu wewe huna tofauti na mnyama. Hufai kuwa binadamu. Usoni pazia umeficha mengi, vilio vilivyo ndani huwezi viona kwa macho, na kwenye macho tabasa limeficha hadithi ya maumivu yaliyo ndani hayajasemwa kwa sauti. Behind this smile, tabasamu lenye maficho. Behind this smile, maumivu ndiyo malipo. Tabasamu, tabasamu langu lina siri nzito. Tabasamu, tabasamu maumivu ya ndani kwa ndani. Tabasamu, tabasamu limebeba kilio changu. Tabasamu. Nimeenjoy kwa vizuri sana.
Familia, 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 familia. Ondoka. Langu. Ina maana huoni mke wangu amekasirika, si ndio? Nipe changu. Nipe changu. Wewe tena hauna taibu dada, hujui kuachwa? Alafu yani zamani nilijua wanawake wa aina yako huo wakishachwa wanajiheshimu. Naomba kuongea na Kami hata kwa dakika moja tu. Dakika moja ya nini? Umekuja kumbembeleza ili mradi arudi kwako au una shida ya matumizi? Dada, mtoto si wako huyo? Sasa basi, rudi ulipotoka. Basi mkamlee huko huko mlipomzaa. Sijaje kuleta ugomvi Suni. Nimekuja kumleta mtoto kwa baba yake ili amshike tu, maana toka amezaliwa hajawahi hata kumbeba. Kwani kama walikutuma umzalie? Wewe kubali tu umeachwa dada. Mbona hutaki kukubaliana ukweli? Mwanaume akiondoka kwa mwanamke, jua basi amechokwa na tabia zake. Ndio kama jinsi alivyokuchoka wewe. Dada, umechokwa. Takataka wewe. Upo hapo.
Inauma Sonia, inauma sana. Yaani inaumiza kuona mtoto anakuwa bila kujua hata jasho la babake. Nimevumilia yote, nimevumilia mengi mno, lakini sio kwa huyu mtoto. Sasa unataka nifanye nini? Nimrudishe kwako? Humu ndani kuna mwanamke tayari, na huyo mwanamke ni mimi. Sawa, kama amenichoka mimi, lakini mtoto wangu ana shida, hana tatizo lolote mtoto. Mimi naomba tu nitie kama amwone mtoto wake. Kuna mizigo yako hapa nje inakuita. Mdori, mke wangu. Naomba unisamehe sana. Sikia, naomba hata uongee chochote, ukipenda hata nitukane. Baba. 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 Ana, kimetokea nini kwani? Baada ya kutoka shule nilikuwa chumbani nabadilisha nguo, kamkuta baba anaugulia maumivu. Baba. 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 Kaite bajaji, kaite bajaji. Anafanya haraka, kaite bajaji.
Baba. Baba. Baba amka baba. Baba. Baba amka. Baba. Baba. Usoni pazia umeficha mengi, vilio vilivyo ndani huwezi viona kwa macho, na kwenye macho tabasamu limeficha hadithi ya maumivu yaliyoenda hayajasemwa kwa sauti. Behind this smile, tabasamu lenye maficho. Behind this smile, maumivu ndiyo malipo. Tabasamu, tabasamu langu lina siri nzito. Tabasamu, tabasamu, maumivu ya ndani kwa ndani. Tabasamu, tabasamu limebeba kilio changu. Tabasamu, tabasamu, behind the smile. Adrian. Wewe. What? Sina kuita wewe. Kulali. Na kuongelesha unakaa kimya kama hujali chochote. Hivi mume wangu, tofauti na kazi na mambo yako mengine, unajali kuhusu mimi? I'm sorry baby. Nilikuwa tu mbali kimawazo. Kuna nini? Unaitwa na baba sebleni.
Nani tena huyu usiku wa manane? Okay, simu jamani. Mbona unaipuuza? Huenda kuna jambo kubwa. Pokea simu hiyo leo. Baba Joan anapiga usiku wote kwa nini? Baba Joan. KP. Nyumba yangu inawaka moto. Nyumba ni shoti ya umeme ama unaishi na petroli ndani? Maana sijakuelewa vizuri. Sio moto wa kawaida KP. Sio moto wa kawaida kabisa. KP, nimeona panga chini ya mtu wa kulalia kwenye kitanda changu. Inadhihirisha wazi ni mdoli kaweka huo panga. Baada ya yale niliyokuhadisia mchana. Nimehisi moyo unataka kuchomoka KP. Wezi amini, hapa nilipo nimekimbilia kwenye gari. Nimejificha, naogopa. Na kinachoniumiza zaidi, toka mchana mpaka sasa hivi tunazungumza, hajaongea jambo lolote na mimi. Yaani hataki kuongea na mimi. Sijui ni nini anachokiwaza kwenye moyo wake. KP, mimi nadhani huu ndio mwisho wangu. Nahisi nikilala tu naweza nikaamka nikiwa peponi. Naogopa, nimejificha. Nimehisi nikilala sebleni atakuja atanikata na hilo panga. Ndio maana nimekimbilia kwenye gari KP. Ina maana hasira yake ni kuwa kubwa kiasi hiko? Ndio KP, uso wake ulibadilika kama mtu aliyekopa hasira kutoka kwa shetani. Baba Joan ndio bwana. Kwa hiyo sasa umekimbia chumbani kwako mwenyewe. KP, usinicheke. Ndoa inaniumiza sana. Na kitu kingine, nampenda sana mke wangu mdoli. Lakini kwa hili nahisi nimemkosea, na unajua tuna familia. Sitaki kukaa mbali na familia yangu. Familia inajengwa na wazazi wawili, baba na mama. Sasa kama mimi nikisema niachane na mke wangu, watoto wangu itakuwaje KP? Naomba msaada wako. Maana nataka anisamee, lakini sijui nini nafanya. Baba Joan, nisikiliza. Huu ni usiku sana na watu wamelala, na pia akili za usiku zinaweza kukuza hofu zaidi. Mambo haya hatuwezi kuzungumza kwenye simu saa hizi. Kesho ndio ofisini mapema, alafu tutazungumza vizuri. Nitakupatia ushauri wa nini cha kufanya ili mradi mkeo mdoli akusamehe. Kweli KP? Ndiyo, lakini kwa sasa ni vyema ungelala sebreni kama unaogopa. Na usianze kupekua katika mito mingine, utakuta mapanga mengine zaidi. We, hapana. Sebreni siwezi kulala. Acha nilale kwenye gari. Nitaamka asubuhi tu na kuchukua nguo zangu na kuja ofisini ili tuzungumze. Nahisi maji yametwama, upendo umepotea, majani yamenyauka kwa nyumba yangu. Naona jazi linasama, haliwezi kuelea, na sina kumlilia, Mungu wangu. Na kama ingekuwa zamani tungeshaelewana, maana zamani mwanaume akosei. Na ningejua mapema nisingeyafanya, maana ndo chanzo mimi na wewe tuongei.
Karibu baby. Asante sana. You look good. Thank you. That's baby. Yes. Kabla tunaendelea na mambo mengi zaidi, nilikuwa naomba nikuombe kitu. Na bila shaka utakuwa unahitaji pesa. Niambie kiasi gani unahitaji. No baby. Hata sio pesa. Kama sio pesa, unataka nini mnamia? Baby, nilikuwa naomba kama inawezekana unitafutie nyumba nyingine na pia iwe karibu na chuo chetu, lakini baby, hiyo nyumba iwe na vyumba viwili kwa ajili yangu mimi na ya Viki. Tusiendelee kumkwaza Viki kila siku. So unataka kiama uhame na Viki, sio? Ndio baby, lazima tuende na Viki. Unajua ni wapi mimi na Viki tumetoka. Siwezi kumwacha kipindi hichi nikiwa nimejipata. Una upendo wa kipekee sana kipenzi changu, na ndio unanifanya nikupende sana. Nahisi mimi nakupenda zaidi mpenzi wangu. Oh, really? Serious. Anyway, nafikiri nitakutumia kesho jioni ya leo. Nataka tukutane then tuzungumze mengi sana. Okay baby. Nitafurahi. I hope utaniangusha. Sasa unataka niondoke kavu bila hata kwenye kesi ya mambo? Mama, mbona wewe na baba tangia jana hamuongei? Hamna kitu mwanangu. Lakini mama, jana baba alipokuambia hivi, habari, ukujibu kitu chochote, ulimwangalia tu kwa hasira. Amna, itakuwa tu sikumsikia kwa sababu jana nilikuwa nimechoka sana na kuandalia chakula kama mnavyojua. Kwa sasa hivi niko mimi mwenyewe hapa nyumbani, mdada wa kazi bado sijamleta. Mama, hivi mke na mume wanaweza kukaa nyumba moja lakini mioyo yao kakaa nyumba jirani? Wewe Kisoda, hayo maneno umetoa wapi na unamaanisha nini? Hamna, nimewaza tu mama yangu, nataka kujua. Mama, baba akikasirika na wewe pia huwa unakasirika? Au wakubwa wanaliaga kisirisiri? John, Kisoda,
Hivi haya maswali yenu ni ya nini lakini? Sasa mama, mke anawezaje kukaa kimya mbele ya mume wake wakati zamani walikuwa wanaongea sana? Au kimya ni lugha ya watu wazima? Alafu mama, hivi mke na mume wakinuniana mwisho wake inakuwaje? Au ndo wanaachana? Mama, unakumbuka jana baba alikuwa anakutazama, alafu wewe ulikuwa unageuza macho. Mtu akimkwepa mwenzake kama hivyo, maana yake ni nini? Au moyo wake unakuwa umemchukia? Hivi nyie watoto leo mmekuwa wazee au? Lakini mama, hakuna cha lakini, nendeni mkalale. Lakini mama, ni mchana. Kalaleni mkuwe. lakini usingizi wa mchana unakoza miguu au akili? Joni! Hivi hao watoto haya maneno wanatoa wapi? Nisamehe shoga yangu. Hili unaona liko sawa Kizibo? Ni mara ngapi ninakwambia humu ndani wote tunalipa kodi. Mambo ya kunitoa nje kama hivi kila siku sipendi. Lakini si nimesha kuomba msamaha kipenzi changu. Unaongelea msamaha? Huo msamaha umeweza kuomba leo? Unaomba msamaha lakini ubadiliki. Mimi nimechoka. Asa Vicky, kwa nini unafanya iwe big deal wakati ni kitu cha kawaida tu? Kawaida sio? Hivi humu ndani wewe ukileta bwana wako na mimi nikimleta bwanangu, hauoni kama tunajaza majasho ya majanaba? Kizibo, mimi sipendi na sitaki. Usinipande kichwani sasa. Nimesha kuomba msamaha, hutaki kunisamehe. Vicky, wewe sio mamangu mzazi. Nitolee mawaidha yako hapa kabisa. Usijifanye mstaarabu wakati hapo ulipo una pepo la ngono limekujaa binti. Familia, familia.